Imbeni malaika, sifa za Yesu Bwana, pekee limetukuka jina lake Yesu. Imbeni malaika, sifa za Yesu Bwana, pekee limetukuka jina lake Yesu. Ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu. Umesikia ya kwamba tunapaswa kujaza nyoyo zetu na kitu kinachoitwa sifa. Tunamtukuza nani? Tunamtukuza Yesu Kristo, mwana wa Mungu, ambaye ndiye aliyejitolea kuhakikisha kwamba sisi wenye dhambi tumekombolewa, na pasipo yeye dunia yote ingekuwa imezama kwenye matope makubwa ya dhambi. Ndiyo maana malaika wanamuimbia na kumumiminia sifa tele, kwa sababu aliona ni vyema kujitolea. Si rahisi siku hizi, hata wanaojitolea lazima kuna kakitu wanataka kupata kutoka kwako. Sasa Yesu mwenyewe aliona ni vizuri autoe uhai wake, ili wewe ukifanya nini? Ukifuata njia ile ambayo ni mzuri, ambayo iko na ukweli, ambayo iko na uzima, na sio nyingine, ni njia ya Yesu Kristo. Kwa sababu huko ndiko hakuna machozi, huko ndiko kuliko na furaha tele. Itakubidi ukubali, na ukisha kubali ukiri kwamba Yesu ni Bwana. Kando na kukiri Yesu ni Bwana, ufanye matendo yatakayo imarisha urafiki wako na huyo Bwana Yesu. Kwa sababu usipofanya hivyo, kuna mtu mwingine unayemfurahisha, naye si mwingine ni Shetani. Shetani kazi yake kubwa ni kuiba, kuua, kuharibu. Kwa hivyo, popote palipo na magombano, Yesu hayuko. Popote palipo na uharibifu, Yesu hayuko. Popote palipo na mauaji na kumwaga damu ambayo haina hatia, Yesu hayuko. In fact, kile unafanya ni kujilaani wewe mwenyewe, ni kujigawia laana. Kwa hivyo, asubuhi ya leo, jioni ya leo, mchana wa leo, amua kufanya jambo la busara. Nalo ni lipi? Ni la kufuata Bwana Yesu.
fuata nyayo zake. Yeye ndiye njia, ukweli na uzima. Uko hapo na unataka uzima, ifuate hiyo njia. Uko hapo na unataka ukweli, ifuate hiyo njia. Hautakuja kupotea kwa sababu Yesu mwenyewe hawezi kuongoza pabaya. Shetani anaweza kuongoza kubaya. Shetani anaweza kuongoza mahali kusiko kuzuri, kwenda kuharibu, kwenda kuua, kwenda kuangamiza, kwenda kuvuruga. Hiyo sio mission ya Yesu Kristo. Yesu Kristo hutuleta pamoja akiwa na kusudi moja, la kwamba siku moja tutaenda kumuona Baba. Ni Zayuni kwa Baba, ni Zayuni. 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 Ukishafika Zayuni, kuna chumba utakachopewa. Hicho chumba kimejengwa kwa dhahabu na fedha. Sasa wewe jiulize, unakitaka hicho chumba? Imagine, sio kitu ngumu unatakikana kufanya. Unatakikana kufanya aje? Kusema maneno haya: Bwana Yesu, naja mbele zako, nikitubu dhambi zangu. Najua mimi ni mkosefu. Ninalilia mbele zako kwa sababu nimegundua wewe ndiye mwenye uzima. Wewe ndiye unaokoa. Lifute jina langu kwenye kitabu cha mauti na uliandike kwenye kitabu cha uzima. Alafu baada ya kufanya hivyo, unatafuta kanisa. Hii kanisa itakulisha kiroho. Lakini kabla utafute kanisa, omba Mungu. Hata kama ni ile Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Usijali, Mungu anaona unataka nini, atakupatia. Muombe akupatie mwelekeo mzuri, usije ukapotea. Kosa ukipotea, hautasema haukuambiwa. Na ipo siku inakuja, wengi watalia na kuyasaga meno yao. Najua umekuwa ukishangaa ni vitu gani nimekuwa nikipost pale Kiharo FM. Nimekuwa nikipost hadithi yangu ambayo nimeielezea kwa Kikuyu na bado haijaisha. Nitarudia kuelezea kwa Kiswahili ili iweze kukugusa wewe na ukapate kujua mahali ambapo tumetoka. So, usijali, ni hadithi yangu ambayo nimekuwa nikipeana, na poleni kwa kuwatupa kwa watu wa Kiswahili kidogo. Tunarudi na moto ambao hautazima. Endelea kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Mambo ikuwe fiti. Naona tuko 103 ama 104 hivi. Inamaanisha kwamba Mungu anatupeleka kiwango kingine. Nilikuambia ni vizuri ukuwe mmoja wa hawa watu ambao wameamua kunishika mkono. Pengine uko hapo na ungependa kuongea na mimi. Namba nimekuwa nikipeana ni ile ile tu: 0729 609
440 0729 609 440. Na ukisikia kasikiza download ako nikasikiza, katatusaidia kufanya mambo mengi uko mbele. Si tuonane, tumechapiana, tumeongea. Peace be with you. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asanti kwa huyu msikilizaji na mtazamaji ambaye amekuwa akinitazama. Namuombea maisha marefu, asipatwe na mikosi, muepushe pamoja na magonjwa, mkinge kwa sababu wewe ndiye kinga imara. Tunaomba hayo machache katika jina la Yesu Kristo, tumeomba na kuamini. Kama umeokoka unaweza comment hapa na mambo itakuwa fiti. Mambo itakuwa vizuri. Yes, ucomment, alafu utafute kanisa ile mzuri. Lakini ni baada ya kuomba Mungu akuelekeze, usielekezwe kuliko na mafisi. Badala ya kuokoka ujutie kwa nini uliokoka. Hiyo Mungu atakuelekeza, usijali. Fiti.